Majina yangu naitwa Mwalimu Peter Stanislaus Manyama, mtaalamu wa saikolojia na malezi. Namshukuru Mungu ni rafiki wa watoto. Namshukuru Mungu leo ni rafiki wa kina mama. Mpigie Bwana Yesu. Mama Gule, ujumbe uliosema mamangu, Mungu akubariki sana. Yaani hata nilisema sasa naongea nini? Mama kafunguka kweli kweli. Mmemwelewa Mama Gule? Amen. Ana miaka 30 ngapi kwenye ndoa? Wewe una miaka 7 unalalamika. Kweli wewe ni mama kweli 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 jamani. Wengine wameshakata njia, wameshailisha ndoa. Haleluya. Usifanye hivyo. Naomba niseme siku ya leo ni siku muhimu sana kwa kina mama. Mara nyingi huwa nasema hivi, ukimuona mama pigie makofi. Ila ukimuona mwanamke staajabu. Sijui kama mtanielewa. Narudia. Ukimuona mama mpigie makofi. Ila ukikutana na mwanamke staajabu. Tumeelewana? Hilo ni fumbo la imani. Ila baadaye utalifumbua. Kwa leo ni siku yetu ya mama. Tabasamuni basi nione. Asante. Haya, sasa tunaenda kwenye tukio letu. Kwanza kabisa watu wa Mungu, mimi ni mtaalamu wa saikolojia. Nina kitabu kinasema namna ya kushughulika na msongo. Amesema mama yangu pale kila wakati alikuwa anaongelea stress. Stress maana yake ni msongo. Wakina mama wengi saizi mnaongoza kuwa na msongo. Na takwimu zinaonyesha miaka 10 ijayo itakuwaje? Tutakuwa na vichawi wengi waliovaa ambao jinsi yao ni ipi? Ya kike. Sasa mama, mnataka kweli 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 tuwakose? Sasa jaribu kutafuta namna ya kushughulikia msongo. Mama Gula amesema ukimwona kama ni mdada lakini anapambana, ameudhibiti msongo, yuko vizuri. Kuna mtu hapa ana miaka 18 ukimwona usoni tadhani ni miaka 60. Shida ni nini? Msongo. Mungu akubariki. Tuna kitabu kinasema dalili za kushughulikia ugonjwa wa akili. Ugonjwa wa akili pia ni ugonjwa kama magonjwa mengine. Kwa hiyo pia anatakiwa kutibiwa. Haleluya. Amen. Tuna kitabu kinasema namna ya kumsaidia mtoto anapokosea, kumwadabisha. Mama amesema Magule, mnatukana mtoto majina la kisaba. Kunguru, mbwa, kenge, nyau, yote ya kwake. Na atakapojaribu kukuuma unachukia wakati yeye ndio umeshamuita mbwa. Sifa ya mbwa ni kung'ata. Sasa akikung'ata usilalamike. Sawa watu wa Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda darasani. Huwa napenda mtu anaandika. Samani, mimi ni mwalimu, sitaki nipoteze muda. Naomba mama uandike ili kesho uwe mwalimu wa mtu mwingine pia. Tabasamu la mama halipatikani bila kilio. Ukitaka utabasamu lazima uanze kulia. Haleluya. Nani ametabasamu sasa? Yes, ushaanza kulia sasa unatabasamu. Haleluya. Furaha haiji kabla ya kuja matatizo. Kinachoanza huwa ni matatizo, baadaye furaha inakuja. Mama anapoingia reba, anaingia na uchungu, ana hasira, ana mambo mengi, lakini baada ya dakika chache yule mama wanatabasamu. Kwa nini? Ana mtoto anaye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa leo tunaenda kufurahia siku ya mama duniani. Siku hii ilianzia Marekani karne ya 20 ndio alianza kuadhimisha hii siku na imeendelea mpaka imefika na Tanzania. Kwa hiyo hii ni siku maalum sana. Ndio maana nikasema neno la ajabu sana. Ukikutana na mwanamke staajabu. Maana yake ni kwamba ushangae, si ndio? Ni mama au ni mwanamke tu? Ukikutana na mama tabasamu, uko mikono salama. Ili uwe mama kuna hatua unatakiwa upitie. Hatua ya kwanza unaanza kuwa mtoto wa kike. Hatua ya pili unaitwa msichana. Sasa leo kuna watu tutakumbushana hapo walioruka hatua. Na wapo. Na Roho wa Bwana atakushuhudia utatubu ukifika nyumbani. Hatua ya tatu unaitwa binti.
Kuna watu alipotoka tu mtoto wa kike akawa mwanamke. Hatua ya binti aliruka. Na wapo, na kwa neema ya Mungu nawaona, na Mungu awasaidie. Unapotoka kuwa binti unaingia kwenye senta inaitwa mwanamke. Unapotoka hatua ya kuwa mwanamke unaingia kwenye eneo jipya linaitwa mke. Apataye mke apata kitu chema. Wakina baba sijui wangapi tumepata mke hapa. Unaona? Asante. Ambao tumeoa wanawake na sisi tupo sijui mpo. Haya. Kwa hiyo ukishakuwa mwanamke kuna gharama ya kutoka kuwa mwanamke kuingia kuwa mke. Hapo ndipo sasa pamekuwa na shida. Ukishakuwa mke wa mtu, maana ya kuwa mke ni kwamba unamilikiwa, unapiganiwa, unahudumiwa, unakumbushwa. Ukitoka hapo kuna hatua yetu ya mwisho ya 6 inaitwa mama. Pigie Bwana Yesu makofi. Sasa leo mimi naongea na mama. Yule ambaye ni mwanamke unisamee kidogo. Hata kama upo. Na binti pia unisamee. Tunasema unaweza kuwa na miaka 80 lakini bado ni msichana tu. Hatukupi jina mama kwa sababu ya umri, si kweli Mama Gule. Nadhani mama ananielewa. Usiona watoto 7. Hata mbwa ina watoto zaidi ya 400. Haijawahi kuitwa mama. Maana mbwa inazaa watoto hadi 30, si ndio? Ili tukuite mama, kuna kitu cha ziada ambacho umefanya, tunakuita mama. Tumeanza kuelewa maana ya mama. Hawa kina mama jipigie makofi kama mpo sasa. Wapo wamefungua idadi. Sasa naomba niongee na mama. Fungua kitabu cha Mwanzo 4:20. Hapo ndipo utajua mama maana yake ni nini. Mwanzo 3:20. Mamangu Gule, naomba nisome Mama Gule. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. Asante. Siku hii ya mama duniani taongelea vitu vichache sana ambavyo baadaye nitatoa maelekezo na nikuombe mtu wa Mungu kayafanye ili tupate matokeo. Tusije tukakaa hapa bure, tukaondoka bure bila faida. Haipendezi. Ni kweli? Umetoka Ngudu, umetoka wapi, alafu uje hapa tukae tu tutoke bila faida. Mama ni nani? Nimeeleza. Kuzaa ni kipaji, kulea ni taaluma. Wengi wanajisifia kuzaa, lakini kipaji cha kulea wana. Sifa ya mama ni kulea. Na unaanza kulea nani? Unaanza kulea mume wako. Alikuwa hajui kuchomekea, unamfundisha kuchomekea. Alikuwa anakula ovyo ovyo, unamwambia awali hivyo anakula hivi. Alikuwa socks hazieleweki, unamwambia hizo hapana, ni fupi mno, vaa hizi ndefu. Alikuwa anatembea na manguo yameandikwa Liboku, Juchata, Stubosi, anambia mjini wavaa hivyo mamba. Wanavaa shati ya kitenge kama ya mwalimu. Mama ni nani? Mama ana sifa nzuri moja kubwa ambayo anaweza akaifanya na jamii yote ikifurahia, kwa sababu ana jukumu la kulea. Mama ana jukumu la kulea. Kwa ukiona baba ametangulia, sisi tunaanza kuwa na mashaka na we mama, ukulea vizuri ile baba labda. Kwa tunakuomba au tusaidie huyu baba asogee hata miaka 60 hivi, sio mbaya. Mama ni cheo. Mama ni cheo. Mama sio jina. Jina ni Hawa. Mama ni cheo. Kwa Mungu amewapa neema kabisa kubwa sana ya kuwapa cheo. Maana hata Yesu alizaliwa na Mariamu. Yesu. Hata Musa alizaliwa. Musa. Tunamjua Musa kwenye Biblia? Alizaliwa. Jukumu la mama la kwanza ni kuleta furaha. Namba 2. Mama ana uwezo wa kutengeneza tabasamu lake mwenyewe, hasa akiwa na mtoto wake. Unajua nini, mara nyingi huwa mna shida na sisi. Kama una watoto wako 3 hivi, mama ana shida gani na wewe mchungaji? Yaani wewe watapotea tu. Cha msingi chakula kiwemo. Kwa hiyo mama ana
ana uwezo wa kuleta tabasamu na likaonekana. Namba 3, mama ana uwezo wa kuzalisha upendo. Namba 4, mama ana jukumu la kuleta mabadiliko. Unajua kwa nini Yesu anafufuka tu anaongea na Magdalena? Nani anaweza kuniambia kwa nini? Mbona kuongea na Petro hivi? Si Petro alijile kielele kabisa. Kila wakati Yesu akiwa Petro anasimama kabisa. Alafu cha ajabu, Yesu anafufuka, cha kwanza anaongea na Maria Magdalena. Unadhani ni kwa nini mtu wa Mungu? Hivi mlishajiuliza hilo swali? Alafu mnajiona hata kama mfaifai nani alikudanganya? Kwa nini Yesu afufuke aanze kuongea na Maria Magdalena? Asiongee na Tomaso. Kwani Tomaso hakuwepo na Mathayo hakuwepo? Mwanamke amepewa nafasi ya ajabu sana mbinguni. Wewe fikiria kamzaa Yesu ni mchezo.